Majina yangu ni Respicious John, mimi ni makamu mwenyekiti wa Jikomboe AMCOS, lakini kwa leo hii nimewakilisha vyama 40 vya ushirika wilaya ya Misenyi ambavyo ni vya ushirika wa mazao, lakini vile vile ushirika wa kifedha, na tuko hapa kwa ajili ya kushiriki maonyesho ya Nane Nane ambayo yanafanyika mjini Bukoba kwa ajili ya kueleza fursa zilizopo katika kilimo cha mazao mbalimbali hususan kahawa na miwa. Na kwa upande wa miwa kwa Misenyi tunavyo vyama vinne, chama cha Jikomboe AMCOS, tunacho chama cha Bubale AMCOS, tunacho chama cha Uhamise AMCOS na chama cha Muungano AMCOS. Tuna zaidi ya wanachama 1000 ambao ni wakulima, na kwa msimu uliopita tumefanikiwa kuzalisha miwa tani takribani 240,000 ambazo zimetuwezesha kupata fedha au kutuongezea uchumi takriban shilingi bilioni 18, na kwa mwaka huu kupitia kilimo hicho cha miwa tunatarajia kuzalisha takriban tani 300,000 ambapo tutapata zaidi ya fedha kiasi cha shilingi bilioni 20. Kwa hiyo kilimo cha miwa ni nguzo muhimu katika uchumi wa mkoa wa Kagera, ukianzia na zao la kahawa, lakini zao la pili linalofuata kwa ukubwa ni zao la miwa. Kwa hiyo tupo kuonyesha hiyo fursa, tukiwaambia kwamba wananchi wa mkoa wa Kagera, wekezeni katika kilimo, wekezeni katika kilimo cha miwa, tutaweza kunufaika na kuweza kupata fedha, kwa sababu sasa hivi ukitaka mali utaipata shambani, na tunalo shamba pale kama mnavyoona. Tunaonyesha shughuli mbalimbali ambazo tunafanya, na hiyo kubwa hasa ni katika kuhakikisha kwamba uchumi wetu wa mkoa wa Kagera unaendelea kukua kupitia sekta ya ushirika na hasa kwenye kilimo cha zao la kahawa. Niombe serikali itusaidie sisi kama wakulima wa zao la miwa kutatua changamoto mbalimbali zinazotukabili. Kwa mfano, tunakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa miundombinu hasa ya usafirishaji. Keniroda na magari ya usafirishaji inakuwa ni changamoto kubwa wakati wa kuvuna, wakati mwingine miwa inabaki shambani kwa sababu ya ukosefu wa vifaa. Lakini jambo la pili, changamoto ya miundombinu. Miundombinu kama ya barabara. Tunalipa kodi lakini mashamba mengi hayana barabara nzuri ambazo zimetengenezwa kwa miundombinu ya uhakika. Kwa hiyo kipindi cha mvua zinaponyesha, wakati mwingine tunashindwa kusafirisha mazao yetu. Lakini mwisho kabisa, changamoto ambayo tunaiona pia ipo, bado kuna uhaba wa maafisa ugani kwa ajili ya kutushauri kusudi tuweze kuzalisha kwa tija zaidi. Ukiangalia kiasi ambacho tunazalisha kwa mfano kwa ekari moja ni kidogo ukilinganisha na wengine ambao wanazalisha kwa kufuata kanuni bora za kilimo. Kwa hiyo mbali na hayo, tuwashukuru wadau mbalimbali, tushukuru serikali kwa namna ambavyo inatuunga mkono katika kuendeleza kilimo hiki cha zao la miwa. Mpaka sasa hivi kwa msimu huu ambao umeisha mwezi wa 4 tarehe 30 mwezi wa 4 2026 tuliweza kukusanya tani 241,000 kwa growers wa Misenyi. Ila kwa msimu huu tumeweza kukadiria tani 300,000 ambao tunategemea mpaka kufika tarehe 30 mwezi wa 4 2027 tutakuwa tumefikisha tani hizo. Tuna vyama vingapi vya ushirika? Tuna vyama 4 vya ushirika wa mua na tuna vyama 31 vya ushirika wa kahawa, vyama 2 vya mifugo pamoja na vyama 3 vya akiba na mikopo. Kwa ujumla tuna vyama 40. Wito wako ni kwa wakulima wa zao la miwa? Wito wangu kwa wakulima, na mimi nawaomba tu waendelee kujifunza na kuendelea kuamini AMCOS zetu pamoja na kutanua mashamba yao, kwani zao la miwa kwa ukanda wetu wa Misenyi limeweza kuwakomboa wakulima wengi, ukizingatia kwamba ile zao la miwa ni zao ambalo yani lipo muda wote, haichagui msimu, yani after msimu unalima miwa kwa na mazao mengine. Kwa majina naitwa Esther George, ni mtendaji kutoka chama cha akiba na mikopo Sukari SACCOS ambacho kipo Kagera Sugar wilaya ya Misenyi. Chama hiki kinatoa mikopo pamoja na uwekezaji wa akiba kwa wanachama wake ambao ni wafanyakazi wa Kagera Sugar. Lakini pia tunayo mikopo ya aina mbalimbali ambayo ni mkopo wa maendeleo, tuna mkopo wa dharura na pia tuna mkopo wa vifaa. Kwa vifaa tunatoa simu, tuna magodoro, tuna baskeli, tuna pikipiki, tuna TV, lakini pia tunavyo vifaa vya majumbani. Na kwa hapa tumekuja, nadhani unaweza ukaniuliza swali, kwa nini tumekuja hapa wakati huduma zetu tunatoa kwa wafanyakazi wa Kagera Sukari peke yake? Hapa tumekuja kwa ajili ya kutoa uhamasishaji kwa watu wengine ili kuweza na wenyewe kuanzisha vyama vya ushirika, kwa maana kwamba vina faida kubwa. Kwanza vile vinaongeza nidhamu ya fedha.
sawa, vile vyama vya ushirika vinaongeza nidhamu ya fedha, kwa sababu ukiangalia kama wanachama wetu wenyewe wanaweka akiba kila mwisho wa mwezi, na ile akiba inawasaidia pale mtu anapofika ukomo wa wanachama, ile hela inaweza kumsaidia kile kiasi. Lakini pia na sisi tunapata elimu, watu wanaotutembelea hapa bandani kwetu tunapata elimu kupitia kwao, lakini pia tunajenga ushirikiano miongoni mwetu na watu wengine kutoka nje.